Wewe! Unataka kufanya nini? Wewe kwa bado unanitakia nini? Watoto wadogo na wote mtaingia humo. Ubaya umerudi. Ubaya mliuleta mkautaka, sasa na wajibu hakuna kukimbia. Ubaya ubaya. Chifu. Kalia chuma. Chifu, nilikuwa nakuja kwako. Chifu, nipo nyumbani, Mzumeni kaja kuniangalia, mwenzangu kapona na tunauma wote pamoja chifu. Kapona kabisa, hana madudu yanawasha chifu. Sawa, haina shida. Ila Mzumeni kaponaje chifu? Ajaja kwako. Chifu, nisaidie. Sawa. Jomba. Jomba. Umetoka wapi huko mjomba? Mimi nipo. Sasa himaya kwangu tena kwetu unaniuliza umetoka wapi? Sawa. Maana iko hivi mjomba. Usinitafute. Wala usiende nyumbani kuniulizia, mimi sipo katika himaya hii. Unakosea nini mjomba? Hujanikosea chochote. Alafu mjomba, wewe mbona huko? Jomba. Mimi ule ugonjwa na mimi niliupata. Na nimeumwa. Nimepona, nipo hivi. Sijui hata ilikuwa ni kwaje. Yaani umelala umeshtuka asubuhi umepona? Nimeamka asubuhi ndo kama unavyoniona, sina ugonjwa wote. Nipo mzima kabisa. Sasa mjomba, mimi naondoka. Ila kuwa makini. Sawa mjomba, nimekuelewa. Yangu ni hayo mjomba. Ila katika kijiji hichi sasa hivi himai, kuwa makini. Sawa mjomba, mimi. Ubaya mliuleta mkautaka, sasa na wajibu hakuna kukimbia. Ubaya 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 ubaya. Kiguya. Ndio chief. Mbona umenileta muda mwingi huku mpaka sasa hivi hujafika? Mimi niliwapa taarifa chifu wangu na akaniambia kwamba tutakutana kwenye msitu wa migomba. Sasa kama mimi mwenyewe nanishangaza mpaka muda huu bado hajafika. Sijajua shida ni nini chifu wangu. Chifu, hapo. Shukuriwe. Shukuriwe. Chief, umenipa maagizo. Na naamini nimewafanyia kazi kwa ufasaha sana.
Kobelo huyu hapa. Nzuri sana. Asante. Na nimeipenda hii. Asante. Kobelo. Karibu sana. Nashukuru chifu wangu. Ila sijapenda kitu kimoja. Kwa nini unajificha? Nisingeweza kukaa jirani na wewe kwa sababu ulitaka kuniua. Ndio maana nikasema nikae mbali na macho yako. Sawa. Lakini unafanya hayo yote upo kimya. Na kikubwa ambacho kimenitia simanzi, wanaimaya wenzako wanaumwa, ila wewe umeona bora kumtibia Mzumeni. Kwa nini? Mzumeni ni mtu ambaye alikuwa bega na mimi. Matatizo yangu yote naweza nikasema Mzumeni alihusika kunisaidia. Na sio kwamba nilitamani nimtibie huyu peke yake. Hapana, kitu kama hicho. Ila nilitaka wanakijua niwatibie kwenye ugonjwa huu. Ila kama nilivyoanza kukuambia niko naogopa kwa sababu utakuja kuniua chifu wako. Alafu kitu kingine, maono yangu yananiambia wale watu ambao wewe umewatimua, ambao unaamini kwako ndo watu wazuri, ama uliamini kwamba wako ndo watu ambao watakusaidia, lakini ndo watu wabaya upande wako mpaka upande kwangu. Na ndio watu waliosababisha ugonjwa. Alosababisha ugonjwa si mtu mwingine. Alosababisha ugonjwa huu ni Mwamvua. Na wao wamekimbia, sio kwamba wamekimbia, wameenda kujipanga ili mradi wakija waje na nguvu kamili wapate kukiangamiza kijiji hiki. Na uchawi wake kauweka kwenye maji. Mtu akitumia maji apate ugonjwa ule pale. Ndio maana nikasema Mzumeni, na kutibia wewe, tembea na kijiji wa kuone. Chifu akikuuliza usisite kumwambia leo nitibu Kobelo. Kwa sababu mimi naumia sana kuona imaya yetu inateseka sana. Wewe kipindi ambacho unasoma, baada ya kumaliza shule ndio ukapewa uchifu huo kutoka kwa babako. Na babako kamalizwa na Mwamvua. Lakini baada ya kuona kwamba ubaya nimeshaufanya, kwa aibu yake kaamua kukimbilia kijiji cha pili. Lakini kaja kurudi kwa amu ya pili ili mradi ajijenge kwako, ili nia yako kumalize na wewe. Na kile kichupa alichokisema kwamba ukimiliki wewe, kile kichupa sio imaya yako wala kitoki kwenye ukoo wako. Kile kichupa ni nguvu za asili ambazo wakwana zimiliki mamangu kutoka huko Matombokolelo. Ni kina uwezo wa kutibu watu. Ndio maana mamangu alikuwa mtabibu mkubwa sana katika kijiji. Baada ya kuona mamangu ana nguvu za kuwatibu watu, wao kipindi wakiwaloga, wao wakifanya uchawi wao, mamangu akawana waungua, wakakasirika. Kwa nini mama Kobelo anafanya hivi? Ngoja tummalize. Wakanimalizia babangu, wakanimalizia na mamangu. Mimi pia nikakimbia kijijini hapa, nikaenda kukaa kijiji cha pili kwa bibi yangu. Bibi yangu akaniambia rudi kijijini kwako. Wewe una nguvu. Sasa nguvu ile uko nazo mimi. Na kile kichupa mpaka sasa hivi ninacho mimi. Mzumeni ndugu yangu anajua. Na kichupa sasa hivi ndio kimenifanya mpaka niko namna hii. Mpaka muonekano huu ni kwa uwezo wa zile nguvu za kichupa. Kwa hiyo watu ambao utaka kushirikiana nao wale si watu wazuri. Na Mzee Kiza hakuleta ugonjwa huu. Bibi Kipompi hakuleta ugonjwa huu. Mama Kivunde hakuleta ugonjwa huu. Aloleta ugonjwa huu ni Mwamvua, uchawi wake kauorogelezea kwenye kamati. Sasa wote hao sio kwamba wazuri niliowataja, hapana. Kuanzia Mzee Kiza ambaye mjomba wake na huyo, Mama Kivunde, Bibi Kipompi, wote hao ni wabaya ambao wameenda kujipanga kwa niaba yako kuangamiza wewe. Sasa kati yangu mimi na wewe tushirikiane, tupate kukiokoa hiki kijiji. Kama wameweza kumaliza babako, wameweza kumaliza familia yangu, hawatoshindwa kirudi waje kukimaliza kijiji kina wakatumaliza sisi.
na kiu yao nzima wakumalize wewe. Na pia huyu Kalia Chuma ana makosa yoyote. Magizolo mpaka nitupe polini huko. Na kweli kanitupa. Na jiwe kubwa akaniwekea. Lakini msaada mzima alionifanyia mpaka sasa hivi niko hai. Ndugu yangu Mzumeni. Mzumeni ndo kanisaidia mpaka sasa hivi naweza kusema naishi kwa nguvu zake. Ana msaada mkubwa sana Mzumeni. Sawa, nimekuelewa. Ila fanya haraka sana watibie wanaimaya wenzako. Wanateseka sana. Pia nitaitisha kikao cha wanaimaya. Nije nikutambulishe. Lakini nia yangu tukitakase hiki kijiji. Kobelo. Ndio chief. Wewe umezaliwa hapa. Hapa ni kwako. Usiishi kwa kujificha. Karibu sana Kobelo. Ubaya mliuleta mkautaka, sasa na wajibu hakuna kukimbia. Mzumeni, hiki kitu ndio nilichokuwepo na kitaka. Sasa mimi ndo mtabibu mkubwa kwenye kijiji hiki. Bado tu chifu kuniapisha. Mzumeni, Sasa ndugu yangu, vipi kuhusu hili? wewe hapo utakuwa mbele yangu au chini yangu nitakuagizaga vidawa. Tuondoke. Au tuluke. Nguvu ya kichupa hiyo mbaya. Ubaya mliuleta mkautaka, sasa na wajibu hakuna kukimbia. Kila kukicha nyeo mnalianzisha nyeo, nimeshawachoka nyeo, mara naona mnauleta ubaya mmeua. Mzumeni! Unajifanya unajua sana Mzumeni eh? Unajifanya unaniweza eh? Kijiji kizima nimewapa ugonjwa. Wewe ndio unajifanya mjuaji. Unataka kushindana na mimi eh? Kisa sijui mjomba wako ndio amekuopoa eh? Sasa nitakuonyesha kitu ambacho hutokisahau maishani mwako. Wewe Mwamvua, unataka kumfanya nini huyu kijana wa watu? Mwamvua, wewe mdogo sana japokuwa mwili wako mkubwa. Unataka kumfanyia ubaya akakufanya nini? Sasa leo ndio mwisho wako Mwamvua. Leo nakukomesha. Unataka kumjua Kobelo nani? Ubaya wenu unaishia huko. Jamaa. Umeleta ugonjwa na hakikisha kijiji cha Tekeleni ugonjwa wote na umaliza, na wewe lazima utajaa humu. Usingenikimbia nikunyeshe. Chance. Mtume. Usiogope njoo. Usiogope. Wana wadogo dogo ngani? Lakini wao baba mtendena. Hawano. Mshakomesha. Tulia Mtume. Kinachotakiwa sasa hivi lazima nikupige kinga. Kwa sababu watu wengi watakuwa na kuangalia wewe, na wewe ndio mtu uliosababisha mpaka sasa hivi niko hapa. Lazima nikupige kinga, lakini sasa hivi ngoja nipambane nao. Kunilika. Umenisikia? Kuwa makini sana. Usitoke hapa kwako mpaka nikwambie. Ambe hivyo. Rudi ndani. Kila kukicha nyeo mnalianzisha nyeo, nimeshawachoka nyeo, mara naona mnauleta ubaya mmeuanzisha ubaya mara naona mnauleta ubaya mnauta. Kobelo, unaona baadhi ya wanaimaya wenzako wanapoteseka.
yote. Chukulia. Poleni sana. Mimi unaweza sema dawa yetu sasa hivi tumepata. Dawa yetu ni hapa. Dawa yetu ni hapa hii. Na kila mmoja atachukua chupa moja. Unapaka kama mafuta. Naona lakini tunaelewana. Nishayatibu yale maji ya mto Kulambe yamefanywa mambo yote ambayo yamelogelezwa naweza nikasema. Na nikiongea Kiluguru sasa nikaa muone na mtaweza kunielewa. Kwa hiyo sasa hivi katika kule mtoni mnaweza mkaenda mkafanyana shughuli zenu ziendelee. Mkachota maji matumizi yote ni ambayo mko mnayatumia basi mnaweza mkatumia. Lakini niwape pole sana ndugu zangu. Binadamu muda mwingine anaweza kukufanyia ubaya ikiwa wewe hujawafanyia ubaya. Ama unaweza ukafanyia ubaya ukiwa hujamfanyia mtu yote ubaya. Poleni sana, lakini mpaka sasa suluhisho lishapatikana. Tutachukua kichupa hiki, kila mmoja atachukua kimoja. Lakini siku hizo zinazokuja za mbele ni kwa niaba ya kufutafuta hayo makovu. Kwa sababu hayo makovu mabaya sana. Itafika wakati hayo makovu yatakuwa yanatengeneza majipu. Majipu ya uchungu. Kwa sababu mtu aliyofanya hivi alikuwa ataka amalize haya yote. Kwamba wewe ubaki hapa, ubaki mwenyewe. Lakini pia kama kuna mwanaima haya yote ipo huko, mimi naamini kuna wengine itakuwa hapo huko pia wanateseka kama nyinyi. Waambie dawa ishapatikana, ningeni kwa chifu. Dawa itakuwa inafanyika hapa. Chukueni hizi dawa mkatumie. Kobelo, asante sana. Yaani asante, dan tunakushukuru mpaka kesho tunakushukuru. Pamoja na chifu, yaani tunakushukuru sana jamani. Chifu, huu Kobelo. Kweli, huyu ni Kobelo. Bila shaka kabisa huyu ni Kobelo. Pia hata wewe ni kuondoe wasiwasi. Juu ya yale maneno ambayo yalikuwa yanasemekana katika imani yangu. Baadhi ya mambo ulikuwa wanasema kama unayafanya. Nimeyapatia majibu yake. Kwa hiyo ishi kwa amani. Sawa? Utakuja kulambwa tena. Asante chifu, mimi nashukuru. Ndugu yangu Kobelo. Asante ndugu yangu. Mimi sikujua kama utakuja kutufanyia msaada kama hivi. Ulivyokuwa unakula mengi yangu mimi nikajua tu chizi ndugu yangu. Nashukuru. Ndugu yangu usionekane nimekutendea ubaya. Yale mahindi yalikuwa na nyuma, nilikuwa tu sijui vitu vya kupita vile. Nisamehe ndugu yangu. Kaliachi. Wewe hata usijali. Kwa kuwa mlikuwa mji mlitenda halo. Na kingine. Mke wako huyo kafanya ubaya mkubwa sana. Kuna siku ipo mtoni anachota maji. Kaja kupewa kitu cha ajabu sana mpaka kaanguka chini. Lakini sio hapo tu, kuna siku nyingine. Hiyo siku kuna vitu vinachekesha sana unajua. Alikuwa anakula maandazi. Yale maandazi yamewekewa mambo ambayo ya ajabu. Hakuumwa wiki nzima. Aliumwa ndugu yangu, nikahangaika usiku na mchana, nikashangaa tu kapona. Lakini mimi ndio nimemtibu. Ana rafiki yake alikuwa anaitwa Meli. Kweli. Hiyo siku ndo Meli anatoka anaenda uani. Alikuwa ananitimu wa mimi kabisa. Alikuwa anajua mimi kama chizi. Ikiwa mimi nimeenda kumsaidia. Lakini yote na yote tunagangaa jana. Tugangea sasa. Nashukuru ndugu yangu Kobelo. Nilikuwa sijui. Asante sana ndugu yangu. Mimi nashukuru. Chifu nashukuru. Asante chifu wangu. Sawa sawa. Basi mnaweza mkaenda. Pia kesho tutakuwa na mkutano. Waambie na wanaimaya wengine ambao hawajafika hapa. Kesho tukutane tunapokutanaga. Sawa sawa? Sawa, tutafanya hivyo. Bila kukosa. Nendeni mkatumie dawa.
Kobelo, ondoa shaka kabisa. Hapa upo katika himaya yako, na kesho katika hiki kikao ambacho nimewaambia wanahimaya wangu tukutane, nataka nikutambulishe wewe kama ndio mganga mkuu katika himaya yangu, uwe mtabibu mkuu katika himaya yangu. Chifu wangu, hilo halina shida, kwa sababu wameanza kufanya wazazi wetu, ni sisi ni muda kuendeleza tu. Kwa hiyo hii dawa iliyobaki naona itakaa ndani, lakini pia wanahimaya naamini wapo wengi, watapokuja utakuwa unawapa ili watumie. Sawa sawa. Sasa kwa sababu nyingine zishatoka, na watakuja utakuwa unatumia, unaamini ya mkononi, atakuwa roba karafi. Alafu yani wanapaka usoni sehemu zote. Maelekezo haya yakani au afanye sawa. Sawa sawa. Sasa hivi ngoja nikaangalie niendelee kutembea kwenye himaya. Sawa, lakini ile nyumba ya kule bondeni utahamia kule, wewe unaishi pale. Nashukuru chifu wangu. Sawa. Hiyo ndo alikuwa nayo babako. Basi mimi ngoja nikuache. Sawa. Mnauleta mkautaka, sasa na wajibu, hakuna kukimbia. Chukua hii, weka ndani. Chifu, inabidi na mimi nitumie hii. Usiwe na kilepolopo. Wewe unaumwa, utachanika. Ubaya, 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 ubaya. Jamani, wamepona wale. Pona ndio tunaona. Nikipona hamna chochote. Alafu wote ujue. Yaani wewe kuniona tu unaanza kujimaliza yani. Hata salamu. Nimesamani. Naweza saizi. Salama mzima. Safi upotoka. Shukuru. Vipi shemeji vipi? Kama unavyoniona shemeji yako mzima kabisa na enjoy sasa hivi. Jambo anaendelea na vishughuli vyake kwa shamba. Wote wamepona. Ndio wamepona. Na yule pale Msumeni mjomba wako Kiza. Na wewe ndio umeponesha mjomba wako Msumeni, siwe pale. Sikia Kiza. Hakuna mtu mwingine alomponyesha Msumeni zaidi ya kwako wewe. Na yani usikatae. Ukatae ukubali, wewe msaliti. Jamani, wewe msaliti sio jamani. Unaona? Umemponesha mjomba wako yule pale. Wote watatu. Hatujui nini. Mzumeni kaponyeshwa na Kobelo. Kobelo. Sasa niko wapi? Kobelo ndo kamponyesha hivi. Kobelo ndo kamponyesha. Na Yine Kobelo wameagizana nacho, umeungana na chifu. Sasa nimeshagundua kitu. Sasa tunafurahi. Yaani nakwambia ningekuwa na hela ningeta bonga kasherehe hapa kijijini. Wewe tena. Godoro. Lazima mchezo. Hutaki kuolewa, hizo unazitolea hapa. Sasa fanyaje? Kuolewa. Wangu umemwona huyu? My husband wangu, nyongo mkaliaini, nyongo ndo kila kitu changu. Kwambia Mzumeni. Sasa nisikilize. Yaani hapa hii muda si mrefu, siku yoyote haina nyingine. Nitajipula, nitajipaka losheni, wanja, nitapendeza. Maana mvuka madonda. Naona kama uliniweza vile. Sikilizeni. Acheni kubishana. Hivi mnakumbuka kama chifu ametisha kikao? Tunajua. Mnakumbuka? Ndio. Sasa shemeji, nikwambie jambo moja. Msisitize sana ndugu yangu Kalia Chuma. Asikose kwenye kikao. Na tabia zake zile aache. Nilikwambia mimi ulijitapa sana wewe. Nilikwambia uwezi. Hiki kijiji cha Chekeleni kina ubaya, uwezi kumaliza ubaya huu wewe. Mimi nitaumaliza. Alijitamba huyo Kiza. Mimi hamna mtoto akubaliza ugonjwa. Leo kiko wapi? Wale. Lakini kwa nguvu aliyokuwa anatumia, mbona ilikuwa ni ya kutisha kubwa. Ndio hivyo sasa, nguvu kubwa kichupa sio nacho. Hebu sikilizeni. Mjie hapa naona kama mnanichanganya. Kiza. Naona kama mnanichanganya. Sitaki kuamini macho yangu juu. Amini wale pale wamepona. Mtu wa kwanza kupona Mzumeni. Ndio mjomba wako. Kobelo sasa ndo kaponyesha. Ndo kasababisha. Ikabidi sasa chifu amtafute Kobelo, ndo wameungana tena. Tena anashukuru siku ile hakufa.
Anashindwa tu kumwambia nisamehe kwa sababu ni chifu. Usijali shemeji, kaya chuma atakuja tena mguu kwa mguu tutaongozana. Jambo gani? Umesahau alivyokuwa anamfanyia Kobelo. Shemeji naye kashaomba msamaha. Sameni mume wangu jamani. Mwenye ndo wa ubavuni. Alizoea kazoea. Sasa shemeji wewe. Kama unakumbuka Kobelo ndo kamsaidia. Sasa hivi watu kijiji chote kina amani. Acha. Wewe tena kwa kudakia. Unacheka nini? Ampitegi mwingine. Mimi naondoka. Kwa hiyo mnaelekea? Sisi tulikuwa tunaelekea hapa kuzula. Unajua sasa hivi tena tumepona amsha. Kwanza tukatoa tunaangalia mtaa. Sasa baadaye. Haya bana shemeji. Haya. Na sasa ujiji mtoto wa kwetu hichi. Sasa kumbe vipi? Leo merudi. Bikipombe. Unajua hii ni changamoto. Kiza. Zaidi ya changamoto. Sasa nisikilizeni kwa makini. Ujue nini? Nyinyi wawili mliobakia tufanye kitu hiki kimoja. Nataka mwende mkamwangamize chifu. Sawa? Sawa. Nataka mkamwangamize chifu mara moja. Imeisha. Hatakiwi kabisa pa kuonekana. Sawa, tumekuelewa. Twende tukaendelee na majukumu yetu. Sawa. Mzumeni. Shoga, yaani safari hii hakuna kunipoda wala kunilemba. Ni bwanga pole na watu wengine lakini sio wewe. Maana kila kilipoda unaharibu na kila kitu ni wewe. Kwa sura gani hapo wewe ya kulembwa? Wewe mnipisho kwa mtu wenyewe au nipi? Niliondomana Shaboko. Kwa mimi shoga yangu. Maana wewe sura nikikulemba nyani sio nyani nani sio nani. Mtondoke huko. Ndio maana unaleta shaba mdala yako hiyo muone kwa mshara yake kwa mpofu. Odi. Mwenyewe. Karibu nipo huku. Unaye. Tuko wapi? Shoga yangu. Karibu shoga yangu, natafuta vinanili hapa. Wacha wewe. Mwanamke jiko. Saa hizi noje. Salama shoga yangu za nyumbani. Ama kweli mwanamke jiko na mboga juu. Mwenzangu ndio hivyo nilikuwa nachuma vimboga hapa. Si unajua te. Niambie shoga yangu, maana umeniita na mimi sijasita nimeamua nije. Vipi kwema? Nashukuru shoga yangu kwa kuja. Si unajua yule mdogo wangu Kaundime. Nilikuwa nakuomba kesho unisindikize kijijini kwao kule. Anapoishi mdogo wangu, maana kaniletea habari hapa. Kijijini kwao kule walipataga magonjwa hayo. Walitoka viupele wakawa wanajikuna. Sasa chifu wao anamtambulisha mtabibu mpya. Sasa wote wakamjua mtabibu? Mna shoga yangu. Nataka na mimi niende nikatatue matatizo yangu. Nikajaribu kumwangalia hata huyo Chande alipoelekea wapi na huyo Maisa. Maana mpaka leo sielewi hata wapi walipoenda. Nonje. Haujamfikiria mtu mwingine kukusindikiza hiyo safari? Maana kijiji cha pili ni mbali. Zawadi shoga yangu. Sina mtu yeyote niliyomwaza kwenye kichwa changu zaidi yako. Si unajua mimi na wewe tumetoka mbali sana shoga yangu. Sawa, ila hapa namfikiria shemeji yako. Nitamwambiaje? Ila usijali. Na imani tutawahi kwenda na kurudi au utachelewa? Wala tuweze hata tukachelewa. Yaani tunaenda tu ile asubuhi kesho mapema. Jioni tuko hapa tusharudi. Basi sawa. Mimi nitaenda kuongea na shemeji yako. Ilimali tu tuende na tuwahi kurudi. Unajua mikofi mimi naiogopa. Haya, poa. Haya, twende huko mbele. Haya. Kila kukicha nyeo, mnalianzisha nyeo, nimeshawachoka nyeo, mara naona mnauleta ubaya. Chief
Chifu, kunifukuza kwenye kijiji hichi sio kumaliza matatizo, ndo kwanza umeongeza matatizo. Lazima nikumalize, sitakuacha salama. Lazima ufe chifu. Wewe mtoto mdogo sana wewe. Nimekulea mwenye kwa mikono yangu hii miwili, lazima nikumalize. Bibi Kipombe, wewe bado manunu tu, huna uwezo wa kuniataki. Usingekimbia nikumalize. Chifu, umepigaje hapo? Kuna ile swala geni sana chifu wangu. Na mbona kajaribu kutushambulia kashindwa? Naamini kabisa chifu wangu na kinga ya kutosha, na kinga kubwa. Mpaka kashindwa, kweli umemlamba. Mimi sio mtoto mdogo. Tuondoke. Wewe baba yako alikuwa hana uwezo wa kunifukuza katika himaya hii. Wewe umepata wapi mamlaka kunifukuza sasa leo? Nataka nikuonyeshe kwamba mimi ndo kiza wa magiza, ndio mwenye eneo hili. Lakini mimi kwako nipo hapa. Chifu, mtoto mdogo tu huyo, una mamlaka gani ya kumtishia chifu wangu angali mimi nipo? Sasa wewe kumbe umjui chifu wangu, na ukiachana chifu wangu unijui na mimi kingu ya kipenda penda. Sasa ngoja nikuoneshe. Hala. Hala. Mimi ndo kiza wa makiza. Hala. Kiza, umeingia kwenye mfumo ambao umeshindwa kujua jina. Huu mziki uwezi. Chifu. Nimesha kulamba. Chifu. Una leo kukimbia ubaya, mliuleta mkautaka, sasa na wajibu hakuna kukimbia. Mmenichokoza siku nyingi, ila nakaa kimya, so kama siwezi kuongea. Safari hii mmezingua, msonijua leo ndo mtanijua. Awamu hii msisubutu kuleta nondo, mana leo atoki mtu. Oh, simliuanzisha wenyewe ubaya, sambona mnataka kulia ubaya, simeutaka wenyewe ubaya, hakuna leo kukimbia ubaya, niye mliuleta mkautaka, sasa na wajibu hakuna kukimbia ubaya, 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 ubaya.